kwa nguvu nyuma yangu, sema ee Bwana Yesu. Bwana Yesu. Wakati huu niko hapa. Wewe ndio unanichukua. Unajua kupitia magumu na mashida. Nimehangaika kila mahali. Nataka kusikia sauti yako. Nikisema na mimi juu ya maisha yangu. Na kuja mbele zako. Kama mtu yule ambaye mtoto wake alikuwa anaumwa na hali mbaya, lakini alifuata na akaweka imani ya kwamba ukisema neno mtoto wake atapona. Niko hapa, sema neno, maisha yangu yapone, hali yangu ibadilike. Yesu nisaidie. Tulie uponi mwa Bwana. Baba, tunamleta mtumishi wako, mtumie. Watu hao wamekuja kutoka imani, kuleta shida zao, wanahitaji neno, nafsi zao zipone, waone tumaini lingine, waone mwelekeo, waone wapi ambapo wamekosea, wahitaji njia kama wana wa Israeli walipofika mahali walipokosea, njia ilikuwa ndefu sana. Mungu, hebu shuka, sema nasi Bwana, ili tugeuze njia yetu ambayo imekuwa ni ndefu iwe fupi. Neno hili Bwana umeliweka kwa mtumishi wako, tunamwinua mikono mwako katika jina la Baba na Mwana Mtakatifu. Ukiwa na imani sema amen. Sema amen. Na kupigia makofi kwa Yesu. Mtumishi wako anakuja kwa sita. Karibu mtumishi Bwana kwa ajili ya baraka. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Msalimie jirani yako, mwambie karibu nyumbani kwa Bwana. Msalimie tena, mwambie karibu nyumbani kwa Bwana. Kabla sijakwenda kufundisha au kuhubiri, nina mambo kwa mawili na kanisheni. Jambo la kwanza, Apostol amezungumza vizuri sana kwa Mungu huyu kwa habari ya ibada ya kwanza. Ameweka msingi mkubwa sana. Kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 20. Waefeso sura ya 2 mstari wa 20. Ningepata msomaji mzuri kabisa, ningefurahi sana. Efeso sura ya 2 mstari wa 20. Apostol amezungumza vizuri sana na ameweka msingi pale. Waefeso sura ya yes. Haleluya. Biblia inazungumza wazi kwamba tumejengwa katika misingi ya mafundisho ya mitume na manabii. Lakini leo hii huduma nyingi sana ambazo zimebebwa na mitume, huduma nyingi sana ambazo zimebebwa na manabii zinapigwa vita sana. Lakini Biblia inazungumza wazi kwamba misingi ya wokovu, misingi ya neno la Mungu, misingi ya ufalme wa Mungu imejengwa katika mitume na manabii. Sasa kama wewe Mungu hajakupa neema ya unabii, kama Mungu hajakupa neema ya utume, haina maana kwamba manabii hawapo. Haina maana kusema mitume hawapo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Biblia inasema wazi kwamba Roho ni yule yule anayetenda kazi kwa namna tofauti tofauti. Kuna wengine wamepewa neema ya kuwa ni manabii, na kuna wengine wamepewa neema ya kuwa mitume, na kuna wengine wamepewa neema kuwa ni walimu, na kuna wengine wamepewa neema kuwa ni wainjilisti, na kuna wengine wamepewa neema kuwa ni wachungaji. Haleluya, watu wa Mungu. Hizo ni karama, hizo ni huduma anaotenda kazi Roho Mtakatifu. Na ndio maana ukimtazama vizuri Yesu Kristo, utaona alikuwa na huduma ya kichungaji, alikuwa na huduma ya uinjilisti, alikuwa na huduma ya kinabii, alikuwa na huduma ya utume, alikuwa na huduma ya ualimu. Lakini leo hii unaona wachungaji wanainuka, mtu akisimama Mungu amempa neema ya utume, anapigwa vita.
watasimama kwa majina yao wala sio kwa jina lako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo misingi ya wokovu tulionayo ni mitume na manabii, lakini Mungu ameshatupa maelekezo namna kuweza kutambua kwamba hapa kuna nabii wa kweli, hapa kuna mtume wa kweli, hapa kuna mchungaji wa kweli. Biblia inasema mtawatambua kwa matunda. Haleluya, watu wa Mungu. Biblia inasema neno la Mungu litaa miguu yetu. Kwa hiyo nilikuwa napigia mstari yale ambayo mtumishi wa Mungu Apostol amezungumza asubuhi, ya kwamba tumejengwa katika msingi wa mafundisho ya mitume na manabii. Kama waonaji hawapo, kama hamna watu ambao wamebeba wivu wa Mungu, wameibeba kweli ya Mungu na asili ya Mungu kwenye kusimama kujenga ufalme wa Mungu, huduma haiwezi kuwepo, kazi ya Mungu haiwezi kuwepo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Jambo langu la pili, leo tulianzisha rasmi kampeni ya kutengeneza askari wa jeshi la Mungu. Haleluya, haleluya. Mwambie mwenzako uwe askari, mwambie tena uwe askari. Tunakataa kuwa raia, tunakataa kuwa raia wa mbinguni kwa jina la Yesu. Haleluya, watu. Mwambie tena mwenzako uwe askari, uwe mwanajeshi wa jeshi la Mungu. Kataa kuwa raia. Sikia nikwambie mtu wa Mungu leo, makanisa yetu haya msingi wake ni vita, msingi wake ni mashindano. Kwa hiyo tunatengeneza washirika au watu ambao ni dhaifu, watu ambao hawawezi kujisimamia, watu ambao wakiona vita imesimama mbele yao wanaanza kusema kwamba Mungu hayupo, lile kanisa Mungu hayupo, lile kanisa wako haupo. Msingi wa wokovu ni vita.